Wale vipofu ambao hawakuwa na macho waliweza kuamini kwamba Mungu anaweza kufanya muujiza. Na ninyi leo mnapaswa muamini kwamba Mungu anaweza kufanya muujiza. Muujiza ambayo itabadilisha maisha yako na maisha ya Wakristo wote. Kwa sababu neno la Mungu lina nguvu. Kama lilivyoponya yule mama, likaponya vipofu, vipofu wakaona, mama akapona uvujaji wa damu. Leo Mungu anaweza akakuponya hata wewe katika mkutano huu. Mungu anaweza akakuponya hata wewe majaribu yako ambayo yanakusumbua. Hakuna kinachomshinda Mungu hata kimoja. Hata kama unajaribu la fedha, wewe unaweza ukapiga magoti ukamwambia Mungu, na unisaidie, kama huyu mwanamke ambaye alijishauri mwenyewe akasema nikigusa upinde wa nguo yake mimi nitakuwa mzima. Na wewe unaweza kujishauri ukasema leo nikiamini, nikiombewa, naweza leo nikapokea muujiza wangu, kwa sababu Mungu anaweza. Leo kama tulienda KCMC na kumkuta Muislamu ambaye kitovu kilikuwa kimeoza, tukaomba, akaja kushuhudia hapa kwamba amepona. Ni Yesu huyo huyo ambaye anaweza kufanya muujiza. Hapa anaweza kufanya muujiza. Muujiza huo ambao Bwana anaweza jana, leo Bwana anaweza. Nilimkuta ndugu yangu Muislamu kabisa analia, anasema mzee askofu, mimi ninakufa. Nikamwambia hapana, huwezi kufa. Wewe Yesu atakuponya leo. Na tulipoomba akatoka hospitalini baada ya siku 7. Bwana akamponya kabisa. Leo Bwana anaweza kukuondoa katika jaribu lako ambalo limekutesa kwa muda wote, na ukawa mzima kabisa kabisa. Na Ukristo ukaleta sababu kwako wewe mwenyewe. Ukaona sababu ya kuwa Mkristo. Ukaona sababu ya kuokoka. Ukaona sababu ya kwenda kanisani. Ukaona sababu ya kutoa sadaka. Ukaona sababu ya kutembea na Yesu katika maisha yako. Kwa sababu wewe mwenyewe ndiye shahidi wa yale ambayo Mungu amefanya, na huwezi kushawishiwa kuacha Mungu, kwa sababu Mungu amefanya jambo ambalo umeliona leo katika maisha yako. Na wala sio jana juzi katika mitume au katika miaka iliyopita ambao ulikuwa hujazaliwa. Sasa wakati una macho na unaona, Mungu anafanya miujiza. Bwana asifiwe. Pigie Bwana makofi ya nguvu zaidi. Injili ni sawa ya mitume yetu leo, ni injili sawa ambayo Mungu anatenda kazi wakati wote, mchana na usiku. Napenda niulize kwa watu ambao leo wanaona kwamba ana mzigo katika maisha yake na angependa Mungu afanye jambo katika maisha yake. Leo nyosha kidole pale ulipo. Nyosha kidole pale ulipo kwamba ndio naona kama ninaenda, lakini inakuwa safari ngumu, safari nzito. Nataka Mungu aonekane ili niweze kuwa na wepesi wa kutembea katika maisha ya Ukristo na katika maisha yangu ya kila siku, na bila kuona mateso, bila kuona mzigo. Maana Mungu amekuja ili mambo hayo ayaondoe. Yesu alikuja duniani kazi za shetani. Amekuja duniani ili mpate maisha tele. Maisha tele ya furaha, ya ushindi, ya amani. Maadui zako wakiinuka, Bwana anawafekelea mbali. Mungu anakupigania na wewe unafurahi. Ndivyo mambo yalivyo. Mungu akipigana anaweza kushinda maadui wote.
akianzia maadui wa wagonjwa, akienda maadui ya wanadamu, akienda mapepo, akienda pia nguvu zingine za giza. Zote hizo Mungu anaweza kufekelea mbali, na wewe ukasimama, ukaendelea, ukaona furaha, ushuhuda ukawepo, na maisha yako yakawa mapya katika Kristo Yesu. Pigia Yesu makofi tena. Haya, tumesema kwamba kidole pale ulipo, yule mtu ambaye angependa leo aache mzigo alionao. Kifua chako kimelemewa kwa sababu ya mzigo, majaribu ulionayo, shida ulizonazo zinazidi kuongezeka badala ya kupungua. Leo Yesu atachukua zote na wewe utakuwa huru, huru kweli kweli. Bwana asifiwe sana. Simama pale ulipo, simama pale ulipo, na unaweza kuja mbele. Usije kama mchovu, njoo kimbia mbele, na Bwana aweze kukugusa na uone mkono wa Bwana, kwa sababu Bwana ahadi zake ni za kweli, na yeye ameahidi kwamba wewe ukimuita naye ataitika. Ukimuita Bwana ataitika. Ukimpa mizigo yako atachukua. Yeye anaweza kuchukua mizigo ya watu wote, wala hawezi kusema nafasi hakuna. Atasema njoo tu wewe unayelemewa na mizigo, nipate kukupumzisha. Sema amen. Amen. Vuta miguu sawa sawa haraka. Wale wanaokuja naomba tafadhali tembea kama mtu ambaye wewe ni askari wa Bwana. Tembea haraka haraka, usiende polepole, usihesabu hatua. Wewe Bwana anapenda akuguse maisha yako leo, na uone muujiza, na uone majibu ya yale ambayo umengojea miaka mingi, kama yule mwanamke. Usikate tamaa. Leo Bwana yupo, anaweza kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Wangapi wanaamini? Inua mkono wako juu kama unaamini Bwana anaweza kuchukua mizigo yako, na wewe leo ukaenda huru kabisa, ukaenda huru, na Bwana akakubariki kwa baraka nyingi mno. Sema amen. Baraka nyingi. Haya, kabla hata hatujaomba, hebu mpigie Yesu makofi kama mfalme wa falme. Yesu ni mfalme. Yesu ni Bwana. Anaweza mambo yote. Anaweza mambo yote. Anaweza mambo yote. Hebu angalia kwa uso wa furaha na tabasamu hata kabla hujapokea. Sema amen. Pigie tena Bwana makofi ya nguvu sana. Sema haleluya. Amen. Paulo na Sila walimsifu Bwana gerezani. Hawakuomba, walimsifu tu. Wakaimba tu, wakampa Bwana sifa tu. Sasa zile shida walizokuwa nazo hawakuziona. Paulo na Sila walikuwa wafungwa. Hebu fikiri mfungwa anaimba. Hebu fikirini ndugu zangu. Fikiri tu kama mtu mzima leo umefungwa. Sasa leo wewe unaanza kuimba. Ni rahisi? Sio rahisi sana, lakini ni imani. Ni imani na kuamini kwamba Mungu ni mkubwa kuliko vifungo. Kuliko vifungo na minyororo, Mungu ni mkubwa zaidi. Na nikuambie kitu, waliimba ile minyororo ikaachia. Ni miujiza hiyo. Bwana asifiwe sana. Leo na wewe unaweza kuwa na mzigo kama huo. Unausikia kabisa kama kina Paulo wakiimba, wanasikia ile minyororo kabisa iko miguuni. Lakini wakaimba. Wakasahau kwamba ile minyororo inawakumbusha kitu gani. Wakasema hapa, tutaimba. Tutamsifu Bwana tu pamoja na minyororo hii. Na Bwana akaja akaifungua yote, wakawa huru. Leo ndugu zangu, hebu tumpigie tena Bwana makofi ya sifa. Haleluya. Haleluya. Ngoja niwaonyeshe kitu kimoja. Mimi leo kwanza siombi. Tashangaa sana. Leo siombi. Leo nataka tu niwapeleke katika njia fulani. Sasa njia ambayo nataka niwapeleke ni ile tu ya kumsifu mpaka umsikie. Umsikie ndani ya moyo wako kwamba yeye ni Bwana wa mabwana.
na yeye anaweza. Sasa mimi napenda upige makofi mpaka ujisikie kwamba umepiga makofi ya nguvu. Ngoja. Usipige makofi ya uvivu. Ngoja kabla hujapiga makofi nikusomee maandiko. Somee maandiko. Sikiliza, wako watu wenye akili nzuri nyepesi. Sasa nisikilize. Sisomi maandiko, nakupa maandiko. Sawa? Sasa sitaki upige makofi kwa uvivu. Maana leo nataka ukasome Mithali. Alafu utaona uvivu hasara yake. Leo nakusomea Mithali 13:4, Mithali 12:27, Mithali 19:15, Mithali 24:36, Mithali 22:13, Mithali 6:9-11, Mithali 20:4, Mithali 24:33, Mithali 24:30. Haya, yule aliyepata amepata. Hayo maandiko ni ya mtu mvivu, hasara yake. Kwa hiyo kama una Biblia kasome Mithali huko, tembea kwenye haya maandiko haya. Hasara ya mtu mvivu. Leo mimi nataka mumpigie Yesu kwa moyo na kwa nguvu. Yaani upige makofi ya kweli yatokayo ndani ya moyo wako. Alafu nitakwambia neno la kwenda nalo. Lakini haya nimekueleza ni hasara ya uvivu. Leo kasomeni Mithali leo. Ukienda nyumbani soma Mithali, nimeshakuwekea hapa. Maandiko 10. Alafu nakuongezea na Yeremia 48 mstari wa 10. Yeremia. Haya. Sasa anza kumpigia Bwana makofi ya furaha kama amejibu maswali yako. Pigie Bwana makofi. Sifa hizo zimemwendea Yesu. Sawa sawa. Sifa hizo zimemwendea Yesu peke yake. Hakuna mtu sifa hizo zinamstahili. Ni Yesu peke yake. Kwa hiyo nawaambia neno hili. Nendeni na furaha ya Yesu na shida zenu zimetoka zote. Haleluya.